Hatumwendei Mungu kwa maneno tu au kwa hisia tu au kwa fikara tu au kwa mawazo tu au kwa moyo tu. Hapana, nafsi nzima, akili yako, utashi wako, hisia zako na yote ulionayo unakwenda nayo kwa Mungu. La sivyo, kwa kweli sala zetu hazipokelewi. Na hii kwa mfano kisoma katika Injili ya Marko sura ya 7 aya ya 6, Yesu anamnukuu nabii Isaya katika sura ya 29 aya ya 13 akisema, watu hawa wananiabudu kwa maneno yao tu, mioyo yao iko mbali nami, hivi ibada yao kwangu hainifai na siipendi kabisa na wala haipokei. Hivi ndugu zangu, tusimwendee Mungu kwa fikra tu, kwa maneno tu, tumwendee kwa nafsi zetu zote. Baada ya kusema hayo, tukumbuke pia aina za sala. Aina za sala kuu ziko 4. Ya kwanza inahusu kusifu, kuabudu, kumtukuza Mungu, kumwabudu Mungu. Hiyo ndiyo sala nambari 1. Na ni hii kwa sababu nambari 1, kwa sababu ni katika kutambua kwamba binadamu ni kiumbe na Mungu ni muumbaji, na hivi uhusiano kati ya muumba na kiumbe ni kwamba kiumbe kiende kumwabudu, kumtukuza, kumsifu yule anayeitwa muumba. Hiyo ndiyo aina ya kwanza ya sala, na utapata vizuri ukiona katika ile sala kitaka waliofanya malaika katika kumtukuza ama katika kutangaza habari njema ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya kuwaambia wale wachungaji, malaika walikusanyika angani wakaimba wimbo wa utukufu, na wanasema, utukufu kwa Mungu juu na amani duniani kwa watu walioridhia. Tunakusifu, tunakuabudu, tunakutukuza. Ndio hilo lilofuata kuhusu Mungu. Na alafu katika aina ya pili ya sala ni ile inayohusu kushukuru. Kuna shukuru kwa sababu muumba au Mungu anatupatia mengi hata bila sisi kumuomba. Wengi kwa mfano siku ya leo ni zawadi ya Mungu kwetu sisi binadamu. Wangapi waliomba jana waamke vizuri wapewe siku ya leo? Umekwenda kitandani umelala, lakini naamka leo vizuri na unapewa siku hii zawadi nzuri ya siku ya leo. Ni zawadi kutoka kwa Mungu na ni zawadi ya pekee, kwa sababu haitapatikana tena siku kama hii milele. Sasa wangapi waliomba, wangapi walifikiria siku na kumwendea Mungu ili waamke salama? Mungu anatufanyia mengi sana bila hata sisi, bila hata kuomba, bila hata kufikiria. Hivi sisi wajibu wetu mkubwa ni kushukuru, kumshukuru kwa yote anayetujalia bila mastahili yetu, anayetujalia bila hata sisi kuomba. Hiyo ni aina ya pili ya sala. Aina ya tatu ya sala ni kutubu. Muumba ni mtakatifu, Mungu ni mtakatifu. Sisi binadamu tu wakosefu, daima mbele ya Mungu tu wakosefu. Hivi sisi tuna wajibu wa kumuomba toba, kumuomba radhi, kumuomba msamaha daima. Ndio maana Yesu alikuwa anasisitiza sana, tubuni ili mpate kuingia katika ufalme wa Mungu. Msipotubu mtaangamia. Nimekuja hapa duniani ili watu watubu wapate kuokoka.
Hayo anayatamka Yesu kusisitiza kwetu sisi binadamu wajibu mkuu wa kutubu, na hayo utayapata katika Injili kwanza ya Marko ile sura ya kwanza aya ya 15, pia hasa katika Injili ya Luka sura ya 5 aya ya 32 na sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 5. Basi hii ni aina ya 3 na ina muhimu sana kwa sisi binadamu katika kumwendea Mungu. Tuwe watu wa toba, kuomba msamaha kwa makosa mengi tunayomfanyia Mungu na hata binadamu wenzetu. Aina ya pili ni ile sala inayoitwa kuomba. Kuomba ni wajibu wetu sisi mbele ya Mungu ili atupatie tunachohitaji. Tuombe kwa sababu Mungu anataka tujue mahitaji yetu na tumtamkie, ili yeye anapotupatia tunajua sasa tunapata nini, na tumepata hiki kwa sababu tuitamka hiki na hiki ndicho kilichopatiwa, na utakuwa na hata sababu baadaye kumshukuru kwa sababu umepata hicho unachokifahamu. La sivyo, kama ni kukaa tu, kweli Mungu anatujalia mengi bila kuomba, lakini mengi hatuyatambui wala hatuyashughulikii wala hatuyatii maanani, kwa sababu tunapewa bila kuomba, bila kuyatambua tuna mahitaji yetu. Katika kuomba unahitaji kwanza kutambua unachohitaji, na pili kwenda kumwomba sasa huyo unahitaji akupatie. Sasa hii ni sala ambayo inaitwa ya aina ya 4. Tatizo kubwa la binadamu katika kusali, mara nyingi anahangaikia na hii sala ya aina ya 4, yaani kwake sala ni kuomba. Sasa hii kwa kweli ni kosa kubwa, lakini tunaomba tujitafakari vizuri, kwa sababu kuomba ni aina ya 4 na tunasahau kuna aina 3 ambazo mara nyingi hatuzishughulikii. Lakini hata hivyo, kwa sababu binadamu amelemaa katika kusali kwa kuomba, basi tuizungumzie kirefu kidogo hii sala ya kuomba. Sasa la kwanza tuone kwa nini mara nyingi tunamwomba Mungu hatupati. Kwa nini hatupati tunapomwomba Mungu, wakati Mungu mwenyewe kupitia mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo ametuahidia kwamba ombeni mtapata, tafuteni mtaona, pigeni hodi mtafunguliwa. Haya unasikia katika tunasoma katika Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 7. Sasa kwa nini tena kwa wengine mara nyingi tunaomba hatupati? Jibu la swali hilo tutalipata katika waraka wa Mtume Yakobo kwa watu wote sura ya 4 aya ya 1 hadi ya 3. Sasa naomba tusikilizane ili tusali itakiwavyo kupata tunayohitaji. Katika kusali ili uweze kupata, naomba uzingatie haya yafuatayo. Ukiyafuata haya ama ukizingatia haya, hakika utapata chochote unachokiomba mbele ya Mungu. La kwanza kabisa, kumbuka sisi hatujui kusali. Kwa sababu hii, kabla hujaanza kusali, muombe Roho Mtakatifu akusaidie kusali vizuri, usaidie kusali inavyotakiwa, akusaidie kupeleka maombi yako kwa Mungu ipasavyo ili uweze kufaulu. Maana Mtume Paulo anapowaandikia Warumi katika sura ya 8 aya ya 26 na ya 27 anasema sisi binadamu hatujui kusali, hatujui kumwendea Mungu kusali ipasavyo. Badala yake, kumbukeni, kwa ubatizo na wengine kwa kipaimara
hata sakramenti zinginezo tunapata